Na siku ya leo it is World AIDS Day 2025. Na Nairobi County hapa tulipo ndo imerecord the highest number of new HIV infections. Sasa inaonyesha kwamba zimepanda by 19%. Kutoka 16,752 sasa hivi it has clocked 19,991 new infections every week. Chineke, I hope it's guy. Aki, if it's a week, is it a week? See, no, not week. It's not, right? It's not a week. Not a week, yeah. It was been Ningeshtuka. Hapa si wiki. Si wiki. Ni kwa mwaka. Ni kwa mwaka. Okay. Yes. At least we can breathe kidogo, but bado ni nyingi. Ni nyingi. Alafu sasa zile kaunti 10 ambazo zinaongoza Nairobi, Migori, Kisumu, yes, Homa Bay, yes, Busia, yes, Siaya, Kakamega, Nakuru, Mombasa na Bungoma. Zote zimeaccount for 60% of all the new HIV infections. Lakini karibuni sana King and Queen of Condoms. The only one in Africa. Yes, you must insist the that. only one in Africa. Yes. We are happy to have you again, Stanley, yes, na Quinta. Yes. Ndio, karibuni sana. Again, it's another year. Ni yes, tarehe 1 mwaka 2025. Tunaadhimisha siku ya ukimwi duniani. Yes. Sasa with these new infections ambazo tunaziona, ile trajectory yetu ya kupambana na maambukizi ya HIV and AIDS inapanda ama inashuka? Hebu kwanza tugoje na HIV AIDS. Teen pregnancy. Mwaka uliopita tulikuwa na 240,000 teen pregnancies. Yes. Watu in Kenya 19 years and below. Okay. Haya, wale walikuwa na virusi out of those ones. Tunasema about 21,000 infected. Now ongeza the idadi ya HIV. Sasa namba 1, Donna alitoka, ule alikuwa na support program huku chini kwa mashinani ground. Kuna ma-peer educators wako na bag, wanaenda wakisomesha, wanapatiana condom. Sasa hivi hakuna. Sawa? Haya, vitu kama condom ile tulikuwa tuna distribute free. Sasa hivi imagine leo nimekuletea box moja ya condom. Leo na hiyo ni yako wewe, upatie mastaff wako. Okay. Sawa? Imagine saizi hakuna. Kuna shortage. Kuna shortage ya mipira ya kinga. Makali ya HIV. Yani zile makali, ndiyo, magonjwa nini. Saizi tunasemekana tuko na dawa zinaweza tupeleka kidogo, kitambo Donna akuje. Lakini wengine walisikia hakuna dawa, hata wendi hospitali. Waka give up. HIV testing saizi ni targeted. Hatuendi kupima kila mtu kwa barabara. Wewe enda hospitali kama mtu mwingine ako na homa na malaria, panga laini, utapima. Wewe jipeleke huko. Zamani tulikuwa tunaenda kwa soko. Tunaenda kwa mashule, tunaenda kwa companies. Mna sensitize kama mtu anataka kufanya apimwe. Saizi tuko na watu wale tunaita most at risk population. Wale ambao wako at risk. Moja ni youth. Okay. Sawa? Tuko na sex workers. Watu ambao biashara yao, kwanza nimefurahi sana wewe unaongea juu ya pesa. Biashara yao ni kuuza ngono. Kuna wanaume nao wanafanya ngono na wanaume. Ndiyo. Wako at high risk. Kuna watu ambao wanatumia drugs, shindano, ambapo kama leo ulijidunga na mimi sijajidunga, na kuomba damu yako kidogo, na harvest damu yako, na jidunga, na lewa kidogo. Hao wako at risk. Serikali inawapatiaga shindano. Baadaye wa kuombana shindano. Because mmoja ako nayo anadunga watu kama 10. Wanapata HIV. Tuko na program nyingi, lakini funding zimeanza. Funding ndo shida sasa. Ya pili, kuna a lot of free sex. Na leo nimefurahi sana kuwa na Queen of Condom. Sababu Queen of Condom ana deal, yeye ni expert wa mental health issues. Okay. Watu wengi wako na makali, hata kwa akili, hawafanyi kazi. Sababu life is about money, sex, and drugs. Kwanza hii muhimu ya Christmas. Mimi naomba sana vile umetweet, hata kama tuko na place nyingi tumeitwa, yako tulipatia priority. Asante. Tukajipinga. Sababu saizi if it's not money, anybody can do anything for money. Unaona hizi road trip. Twende road trip. Utanilipia na wewe nitakupanga. Kuna a lot of things. Sex for money. Saizi people can do anything to get money
and to get sex. Okay. Ya pili, wacha nimalize, drugs. Na last time nilikuambia, sasa kama hivi saizi tuko na shida, tuna train watu vile wanatakiwa kutumia condom, lakini waweke mwangaza waone. Vijana wengine wabaya wanachukua cocaine, wanapaka kwa condom, wanafanya ngono na msichana anachukua ile condom na mwili cocaine, anakuwa addicted kwa mwanaume, lakini si addiction, ni cocaine, ni ile drugs ambayo imekuwa list pale kwenye mpira wa kinga. Yes, ambapo sasa hiyo mtu atakuwa ni slave ya nani? Ya ngono. Lakini si ngono, ni cocaine juu hajaifanya. So tuko na ile vita ya drugs, tuko na vita ya free sex, hii watu wanafanya horera. Unaona? Na makali ya HIV and AIDS. Okay. Yes. Sasa tuje hapa kwa hizi new infections. Hata theme ya mwaka huu ilikuwa ina target these adolescents and the young adults. Ni kwa sababu gani pengine mnafikiri kwamba this is the most vulnerable population? Because in the past watu walikuwa wanahubiria sana wanandoa, unaambiwa you have to be faithful nini. Sasa hivi hata wanandoa, is it them maybe ambao watu ambao wako past ile bracket ndo wanashiriki na hawa watoto, ama ni watoto wenyewe ndo wanapatiana haya maambukizi mapya? Maybe Queen sema kitu niongeze. Ndio. Mic yako iko on. Okay, so first of all naweza sema kitu ya kwanza ningeanza na statement ambayo ni hii maisha at the end of the day ni 100% our responsibility, and nobody is responsible for your life. So you are responsible for the choices and decisions you make. So being a young person, because I am a young person, I think the most factor that is making these new HIV infections, especially among the young people, we've seen the statistics that a majority of young people between 15 to 19 are the leading in new HIV infections. I think basically I can't say there's no information. HIV has been preached day in, day out, but it is more of ignorance, especially among the young people. You find even the young people making statements like afadhali apate HIV nini ball afadhali apate HIV kuliko kupata ujauzito. And they tend not to forget that HIV is like a long time. Si sahi wanasema hata kupata HIV so unapiga tu tembe moja na ni hivyo kuliko mtoto ambaye utalea mpaka mwisho. Exactly. So unaona that is clearly ignorance, because you already have the information, like you just don't care about your life. So no wonder right now we are advocating for someone to take just full charge of their life, because hakuna mtu anakuja kukuokoa. And then also I think it's also a trend among the young people because of also early sexual debut, because you find a lot of young people there's social media, they find a lot of vitu huko kwa mtandao. Hata Jane Alpha unaweza pata na kuambia stories zingine unashangaa ulijuaje ya wapi. So we stop assuming that these young people don't know even sex at a young age. In fact they know even more than us. So it's a call to parents that when you see your child is ameanza tabia fulani, just be open enough and tell your child that manze huku nje kuna hii na kuna hii. Just be free. It is not that time enzi ya kitambo yenye ulikuwa unaambiwa ati ukifanya tabia mbaya na kijana utapata mimba na. Let's just put things the way they are. If you have sex with a man, you can either get 3 things, especially right now because we are talking about the triple threat. You can get HIV, you can get teenage pregnancies, and not also teenage pregnancies alone. We also have sexual transmitted infection. So also we've heard of cervical cancer. And where do we get the cervical cancer from? The man carries the virus. Okay, have sex to evil unprotected sex, you are at risk of even getting cervical cancer. Having sex is when we do this oral sex. There's also something coming up. There's throat cancer for men, and even we were talking about it yesterday with King. There's also throat cancer. You do oral sex, you think that you are safe. There's throat cancer. There's gonorrhea. Is it gonorrhea of the throat again? Utapata gonorrhea. And the fact that these things, people just
neglect this because they think that si tunaogopa tu HIV. They also need to know that there are other things. Kuna vitu vingine Kuna vingi. vitu zingine. So it's a call to us As the young as people. the young people to stop being ignorant. Okay. Hiyo utamu ya siku moja ya unprotected sex ni utamu ya dakika kidogo, Okay. but you will pay with your whole life. All right. Yeah. So nikiuliza tu probably kuna yule youth, na tukiangalia youth bracket probably hapa we are targeting these young adults between mtu miaka 10 tukipanda mpaka 19, alafu tena kuna wale wa 19 to 24. Hiyo dhana kwamba kufanya mapenzi bila kinga it is sweeter than kufanya mapenzi na kinga, is it true? Na hiyo kitu kwanza inakuanga imetokea wapi, ama tu ni propaganda ambazo tunazo? Maybe introduction ya condom hapa Kenya ilikuja ni ya ukimwi, ni ya usherati, haikukuja vile vitu zingine kama pombe. Hebu imagine vile drinks zina advertisewa na zile hamu zinafanya kwa watu. Ina very good, hata sigara zina advertisewa mzuri sana. Condom ilikuja ukimwi mbaya na maisha mbaya. Maisha mbaya. You remember that song? Ambapo watu wakikuona na condom ni kama umebeba bangi. Unaona? Ni kama wewe ni msharati ule mbaya kabisa. Hata watu kuitisha condom pale kwa duka ni shida. Lete Colgate, Kokora, vitu nyingi zinaanza na unatafuta point zemenipei. Mtu wa duka pia na kufichia na kuwekea kwa karatasi, hata uweze angalia expiring date. Tukakuwa na yule ujamaa. Moja ya pili, young people don't plan for sex. It just happens. It just happen. So hata wakiplan, iki happen, hakuna condom around. Juu saizi unaambiwa twende tukure kuku, wewe unaenda kukura kuku, unakuliwa. Sasa tena you are there. Wewe ndio umegeuka kuku. Wewe ndio umegeuka kuku. Na hakuna mpango. Ambapo tungekuwa na mipango. Leo tunaenda kufanya ngono kuanzia saa 2 mpaka saa 3. Tutatumia hii condom ya aina hii, kuna ya serikali, kuna hii ya kununua. Mpange. Vile ukitaka kwenda Mombasa, uko na choice ya kwenda na aeroplane, ndege, personal. Tuwe na choices ya sex. Sasa saizi kuna a lot of environment ambapo ni fine for sex. Munaenda road trip. Munaenda couples. Wale wanaanza kwa makamp, kwa desert. Kuna mapati zile nyingi sana ambapo hazikuwa hapo. Saizi tena ni money. Unataka anything you can do to get money uende road trip. Unaona priority yako? Ndio. Ni money ya kwenda? Pesa niende road trip, pesa ninunue wigi, pesa ninunue simu. Ambapo the girls are looking for people with 3C. A good car, a good cell phone, and cash flow. Na mimi naongeza weka condom hapo katikati. Ziwe 4C. Sababu kuna zile needs ya money. You can do anything. Including sex, kuiba. Kwanza hii Christmas saizi, it's very risky. From now 1st December to Christmas Day, it is very risky on crime na free sex. Ndio watu waone pesa ya 25 ya kurewa, ya drugs, ya kujienjoy. So it's a very risky time. Okay. Sasa what are these young people saying? Mkienda pengine kuzungumza nao, kwa sababu najua nyinyi ndo you guys mingle a lot with them. Mkizungumza nao, are they receptive, ama ni ile wako na ile mentality ya kusema wewe maliza uondoke, ama ni nini sasa unatuambia yenye hatujui? What is the response on ground? I think I'll take that. Unajua, as far much as we do the awareness, we come and say, let's have sex using protection. I can't say they are receptive. They watasema tumeshika. You tell them how to use condoms. You even show them both the male and female condom. But now there's this one thing. It's a fact that I can tell you something, but the choice is yours to make at the end of the day. So it's one thing to say that I have had and I will protect myself, and it's another thing to do what I have told you. And now you see, like, we can't make a choice for you at the end of the day. But in fact, if that could have been the case, we could not have been having these new HIV infections. We would have seen a drastic drop. But why are they increasing day by day? So for me, I think
there's still work to be done. And the good thing with the HIV space, it's always work in progress. You learn new things every single day. But when I started, I say 100% this life is your responsibility, and we need to take charge of that. Okay. Yes. Aya, sasa pengine tuangalie hawa these young people na pia hata watu wengine ambao pia wameathirika pengine na virusi. Kwa nini unafikiri sasa hivi it's not like maybe our days when we were growing up tulikuwa na hizo sensitization, kukata mpaka na free testing and all that stuff. Right now minus the donor being there, hiyo maongeo ambayo iko na these young people, is it because sasa hivi we are battling an influx of social media yenye inafanya everything to feel like a joke, like nothing is serious? So utapata hata mtu anajua kwamba probably I'm infected or someone is infected, but they'll do a challenge. Someone will come out and say tembe ni moja tu dameza, afadhali umeze tembe moja miaka yako yote haitadhuru kitu chochote. So ni kwa sababu sasa hivi maybe the young generation, social media imekuja ikafanya kila kitu kikae kiepesi, lakini ukifika kwa ground ile hali halisi haizungumziwi kabisa. Kwa social media, na mimi nataka kusema thank you. Umeona wakati wa kutuita. I wish unaweza kuwa ukipata wakati mara mingi daily to sensitize. Because saizi tuko na demand Juni Wildlife Day. Tukitoka hapa tunaenda Kangemi. Sijui tuko na wapi. Tuko na a lot of people wanataka tuwaongeleshe Juni Wildlife Day. Mimi yangu nataka kuongea every day, every hour, na tunaongea hivi. Ya pili ni information ile tunapatiana. Saizi HIV ni 41 years. How old are you? Right now I'm still young, bado sijafika. Sasa angalia wale walizaliwa na HIV saa hizi. Tuko na watu 35 years wanakuja in public. And next time uniambie in advance tukuletee mtu akae hapa ambie watu you can be born with HIV, you can get all your dreams. Because wameoa watu HIV negative na wako na watoto na ni wengi. Saizi kwa the same way unasema social media ime-write vitu, tuko na wall za people who are HIV positive, they are dating na wanatafuta mtu. Naona mtu anataka mtu ako HIV negative na mtu anajitokeza na wanakaa na wanazaa watoto. Ambapo kuna success stories. Na ningependa kuinaongea about the new drug ambao tunasema unadungwa after every 6 months. Okay. Na unalipa 6,000. Ataongelea ama nitaongelea juu hiyo iko. Saizi kuanzia Januari, if you are HIV negative, you want to remain negative, unapewa preventive. Lakini kaswende kisonono na mimba utaweka watu, lakini HIV na unachukua for 6 months 6,000, so paia ni 12,000. Okay. And maybe itakuja na dona iwe chipa. Tuko nayo. Tuko na dawa inaitwa PrEP. Sasa hapa ndio mambo inakuja. PrEP ni mtu akuwe na multiple partners. Ako na huyu, ako na Judy, ako na Patrick, ano moja wa kulipa nywele, mwingine wa kulipa nyumba, mwingine wa school fees. Ndio. Sawa? Lakini wote hautumii kinga. Kila mtu ni free. Tumia kitu inaitwa PrEP. Tuko na ingine inaitwa PEP. PrEP inafanyaje PrEP? PrEP tunakunywa before. Okay. Sasa kama saizi uko na mjumba ako Dubai na unajua anakuja date 20. Na leo ni tarehe 1. 7 days before akuje, anza kumeza hiyo dawa. Hiyo PrEP. Utameza mpaka Januari. Akirudi wacha. Okay. Lakini kama uko na multiple partners every day, anza Januari mpaka December. So daily you're taking it. Vile unaosha meno, unakunywa. Hiyo ni PrEP. Kuna PEP ya emergency. Ulienda Friday, ukakula kuku ya wenyewe na wewe ukakuliwa. Ni Friday. Monday morning within 72 hours enda hospitali. Uchukue PEP. Utapata PEP, utakunywa ya 21 days. Okay. Saizi kuna ingine ya dating. Tume introduce ingine ya dating. Umeenda, unajua mtu atakuja na kusumbua na ni ex. Kwanza hii ni ma ex. Unajua ex kwanza kumwambia tumie condom ni ngumu because mlikuwa mmeaminiana. Yes, na amekuja kuona watoto ama amekuja nini sijui nini, mko na ka feelings. Hiyo kama unajua unakunywa hiyo PEP, unameza 2 sahi. Okay. Si ni Friday. Alafu kesho moja, Sunday moja, si mmekuwa mmemaliza weekend. Hiyo ni ya weekend.
you are safe. Umejiami. Yes, we are thinking every day how we can have safer sex. Okay. Every day. Okay. Because hatuwezi fikia, kuna watu wana promote sex. The pornography. Sisi hatuko kwa huko. We are not interested. Kuna watu kazi yao ni kupromote sex. Sasa sisi tunawafuata nyuma tukisema safer sex. Yes, sex is better. is better. Okay. Because now these young people wameonyesha sex can do everything. You can drive a sijui anafikiri mtu akiwa na pesa ndio ako sexually active. Ni makosa. Is the message, because at some point sisi tulikuwa tunaambiwa abstain. Is that still working? Kwamba utaambia a teenager who is 16 or 17 or 24 eti abstain and don't use condoms. Is that one still applicable? Nauliza hivi, sorry condom. Nani queen queen of condom. Nauliza hivi, watoto wa miaka 10 mpaka 10 na 9. No, mpaka 14. Okay. Wale wamebakwa. Hiyo ni idadi kubwa sana. Wale wamebakwa. Na ningependa kupatiana onyo kwa vijana katika hii holiday. Wanafikiri kufanya ngono na watoto wa shule na kuwabaka. Na wale wazazi na machifu wanakaa chini wanaongea mtu akibakwa wanamalizia nyumbani. Ni very bad. Because watoto wengi wanabakwa. Lakini serikali inawafunga life imprisonment. Ukipatwa na mtoto wa 0 to 11 life in prison. Okay. 11 to 14 25 years. 14 to 18 hata kama amebakisha 1 hour to birthday 15 years. Lakini swali yangu ni wale wameshika mimba wana abstain. Ni wazazi watusaidie. Sijui Queen utasemaji? Yeah, I think also nimekumbuka the youngest mother in Kenya I think is 9 years. So hiyo inatuonyesha nini that this as far much as tunaona ni watoto, there is early sexual debut, like they starting sex at a very early age. And it has come with a lot of things because of maybe the exposure to social media and so many other things. So my plea or advice will be, if you start seeing your child no matter the age akianza kuongea maneno ya vijana ama maneno ya unaona tu wewe mwenyewe unajua mtoto wako akianza ku initiate such conversations, let us not shy away from giving these kids, as far much as we call them kids, the right information and let's say things the way they are. Okay. Tumetoka kwa ile wakati yenye tunasema nilikuwa nimesema ati ukifanya tabia mbaya na kijana utapata mimba. Tabia mbaya ni nini? Niwaambie have sex na kijana utapata mimba, utapata virusi, utapata STIs. Tuseme tu venye iko. Okay. Tuache kuficha maneno. Tuambie our young people hivyo kwa sababu sai mambo ni mingi. Tunasemanga mambo ni mingi. Na kwa ground vitu ni different. Wacha tuambie vitu venye ziko. Okay. Aya. Yep. Part in short. Yeah, ingine ni about the drugs and mental health na idadi ya watu wale wana na kucommit suicide. In fact saizi we are very scared. Relationship watu wanaogopa tutaanza relationship uniue ama nijiue. Na ambapo hapo ndio Queen of Condom ana deal na mental health on young people. Tuongee about mental health. Okay. Feeling sex is normal. Oh my God, it is normal. But safer sex is your own responsibility. Okay. Na kazi yetu ni kupatiana the right information. Na tuulize, can we be proud next year? Because mimi mwenyewe nitaretire 2030. Okay. Because tuna end HIV, sijui tutakuwa tukifanya kazi gani. Because I'm sure we can end HIV by 2030 if all people are involved. Kuanzia president asimame ambie watu watumie condom. Is our president. Ndio. Ambie watu na mimi naomba rakwamba mtumie mpira. Mwingine everybody to talk about, even churches. We talk because it is happening. Let's not ignore, let's not assume. Together we can make a difference. All right. And call us again and again and we are proud of you. Tutawaita tena na tena Twitter, na tena. Na late date. Ndio Okay. kuna vitu tunataka kuongea about sex. Sawa. Because people are looking for quality sex. But what are they giving? Not money. But you need to excite your partner. Unaona? You need to arouse your partner the right way.
you need to enjoy because people are looking for those nice photos, nice people, lakini ule mko naye kwa nyumba can equally do the same if given the right platform. Sawa. Yes. Haya. Yeah, I think to add on what King has said. Yeah, you'll add this kama sekunde 3 Sawa. hivi. Is let us use the various platforms to pass these informations. Let it be it HIV, be it mental health. Acha kanisa tukipata platform tuseme hizi maneno zenye ziko. Watu wasensitiziwe kila mahali wanaweza kusensitiziwa. Na pia maneno ya mental health tujue it is okay not to be okay, but let us seek help when we need help because it doesn't make you a less of a person. Okay. Yeah.